So today tunakwenda kuangalia jinsi ya kusema nipo, kipo, yupo, right? Statement form, mfumo wa maelezo. Tutakwenda kuangalia jinsi ya kusema nipo, kipo, yupo. And this one is question form, mfumo wa kutengeneza maswali, jinsi ya kuuliza je nipo, je kipo, je lipo. Alright, so kama unataka kusema nipo, lipo, kipo, yupo, use this way. We start with the personal pronouns or noun. Tunaanza na kiwakilishi nafsi or jina. Unaweza ukaanza na jina au kiwakilishi. I we use with the word am, you, we and they we use with the word are, he, she and it we use with the word is, right? So we say I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. This word is sounding R, not a, we say R. So jipe mazoezi jinsi ya kuzitamka, linatamkwa R, sio a. Right? So you're, where, there, is, she's, it is. So ili sasa ikamilike jinsi ya kusema nipo, kipo, lipo, right? Eka mbele place. Place maana yake sehemu, right? Eka sehemu. Kayako, India, down, up, behind, pembeni, in front, mbele, inside, ndani, hizo sehemu, right? So hakikisha mbele unaweka sehemu, ndio itakuwa inaleta maana kuwepo. Kama hujaweka maeneo itakuwa inaleta maana nyingine. We together? So I am at work. Nipo kazini. Juma na Asha, Juma and Asha are at work. Juma na Asha wako kazini. Your father is at home. Baba yako yupo nyumbani. Right together? So kama nilivyosema hivi vinatumika badala ya jina. Unaweza ukaweka jina, unaweza ukatumia jina au kiwakilishi, lakini kanuni yake they stand instead of nouns. Vinasimama badala ya jina. Hivi likikaa hivi jina halifanyi kazi, na likikaa jina hivi havifanyi kazi. Ila kuna kanuni katika utajaji sehemu. Katika maeneo yote, maeneo yote, start with the word at. Anza na neno at home, at work, at Kariakoo, at Temeke, at Buza, right? Tunaanza na neno at katika maeneo, at school, at home, at bus stop, right? Maeneo. But miji, mikoa, mataifa au ndani, we start with the word in. Kuna kanuni katika utajaji sehemu. Katika sehemu yako tumesema baada am, are or is utaweka hapa mbele sehemu. So katika maeneo yote anza na neno at.